Muda mwingine huwa napenda kukusalimu kwa lugha yetu adhimu ya Kiswahili, huku nikikuletea makala mbalimbali za kihistoria ambazo zitakujenga kimtazamo, kisaikolojia na hata kiakili. Leo nakuletea stori nyingine mpya ambayo itazungumzia mauaji ya Soweto. Naomba uwe na mimi kuanzia mwanzo hadi mwisho utakapotamatisha stori hii. Now stop! Stop right there. This is an illegal gathering. I'm giving you 3 minutes to disperse. Go home. Go home. Kuwa asubuhi ya baridi sana tarehe 16 Juni mwaka 1976, mitaa ya Soweto ilianza kujaa sauti za vijana wakiwa wamevalia sare za shule. Wanafunzi walitembea kwa utaratibu wakishikana mikono, wengine wakiimba nyimbo za matumaini. Hawakuwa na silaha, walikuwa na ndoto tu, ndoto ya elimu bora na maisha yenye haki. Lakini nyuma ya maandamano hayo kulikuwa na historia ndefu sana ya maumivu. Miaka mingi kabla ya siku hiyo, wakoloni wa Ulaya waliingia Afrika Kusini, wakachukua ardhi, wakaweka serikali za kibaguzi na kujenga mfumo wa elimu uliofanya Waafrika wabaki chini. Lugha za wakoloni zikapewa heshima, lugha za Waafrika zikadharauliwa. Elimu ikawa ni chombo cha kutawala na si cha kukomboa wananchi. Hata baada ya mataifa mengine ya Afrika kupata uhuru, Afrika Kusini iliendelea kuishi katika kivuli cha ukoloni kupitia utawala wa apartheid. Serikali ya wazungu iliendeleza yale yaliyofundishwa na wakoloni: kubagua watu, kutawala kwa nguvu na kuwanyima wa Afrika haki zao. Sheria mpya ilipoamuru watoto wa Kiafrika wafundishwe kwa lugha iliyokuwa inaitwa Kiafrikaans, lugha ya watawala, vijana wa Soweto walihisi wamevuka mstari, maana wangependa sana kufundishwa kwa lugha ya kwao. Lakini serikali ya wakoloni ikalazimisha basi vijana wote elimu South Africa au Afrika Kusini itolewe kwa lugha ya kikoloni. Ndiyo maana watoto wengi walitoka mtaani kupinga sera hii ambayo ilikuwa haina mwanga wa hatima ya maisha yao, kwa sababu lugha yao ilikuwa tayari imedharaulika. Maandamano yalipoanza siku ile asubuhi, watoto walipokutana na polisi, hewa ilibadilika. Bunduki ziliinuliwa, kisha risasi zikapasua ukimya wa asubuhi. Watoto wakaanguka, vilio vikatawala. Mmoja wao alikuwa akiitwa Hector Peterson, na picha ya mwili wake mdogo sana ilizungushwa duniani kote, ikionyesha uso halisi wa mfumo uliorithiwa kutoka kwa ukoloni. Kwa kifupi, takwimu za idadi ya watu waliokufa kwenye mauaji ya Soweto hazipo kwa namba moja thabiti, kwa sababu ripoti za wakati huo na za baadaye zinatofautiana. Serikali ya Afrika Kusini wakati huo ilidai kwamba waliouawa ni watu 23 siku ya kwanza ya maandamano ya Juni 16 mwaka 1976. Lakini vyanzo vingine vya kihistoria vinaonyesha kwamba idadi ya waliokufa siku hiyo inaweza kuwa takriban watu 176, na makadirio ya jumla ya waliofariki kutokana na ghasia hizo kote nchini mwaka mzima yanaweza kufika kati ya watu 575 na watu 700 au zaidi. Wengi wao ni wanafunzi na vijana waliojeruhiwa wakati wa kukamatwa na risasi za polisi. Siku hiyo Soweto ililoa damu, lakini pia iliamsha dhamiri ya dunia. Mauaji yale hayakuwa ajali, yalikuwa zao la ukoloni, ubaguzi na elimu kandamizi
lakini kutoka katika machozi ya vijana wale, moto wa mapambano uliwaka upya. Leo kila tarehe 16 Juni, Afrika Kusini huadhimisha siku ya vijana, kukumbuka watoto waliothubutu kusimama dhidi ya urithi wa ukoloni na kudai haki yao ya kuishi kwa heshima na amani katika nchi yao ya Afrika Kusini. Mwisho wa jambo moja ni mwanzo wa jambo jingine. Stori hii imeandikwa na kusomwa na mimi Mhubiri Japhet Kitwe. Kwa makala nyingine ambazo zitatolewa au ambazo zishawahi kutolewa, usisite kunifollow kwenye akaunti yangu ya Instagram Mhubiri Japhet Kitwe na Facebook Mhubiri Japhet Kitwe _